utakuta watu wanakutafuta na changamoto za elimu na direct enda kwa waziri wa mikopo, waziri wa jinsia. Kwa hiyo ni majukumu yake, sio kwamba makamu wa rais ana kazi za kufanya. Zipo nyingi tu anazifanya. Okay, kipindi cha uongozi wako sasa kuna mambo mengi of course. Ni jambo gani ambalo lilikutokea katikati ya uongozi wako lilikunyima usingizi kabisa ni ukakosa leo ukasema kwa uongozi ni kazi? Kuna kitu kimoja nakumbuka, yani siwezi kumtaja jina huyo binti, lakini alikuwa anataka kujiua. Huyo binti alikuwa anataka kujiua kwa sababu ya mambo ya mahusiano na nini. Kwa hiyo nilikabidhiwa yani kumfanyia kama counseling, lakini kumwangalia ni asije akajidhuru. Maana alifanya jaribio la kujiua, ameshafanywa counseling lakini bado hali yake sio nzuri. Kwa sasa kule anakoishi maana yake yani inabidi sasa niwe na muangalia kumtafuta mara kwa mara. Sasa na mimi nani inakuwa na mambo mengi, inabidi darasani na vitu vingine. Kwa hiyo kumsimamia ni kama mtoto yupo, amekula, ameenda darasani, hajaenda. Yani kwa hicho kitu yani ilikuwa ni changamoto kwangu. Unashinda kulala kabisa. Sana kwa sababu unafikiria je akijidhuru itakuwaje? Yani ndio umepewa sasa. Yani huyo mtu uhakikishe anakuwa salama. Na yeye anasema mimi itakuwaje? Nitafanyaje? Yani ni mtu ambaye alikuwa amekata tamaa, ambaye anahitaji usimamizi na uangalizi wa karibu. Kwa hiyo kiasi kana kwamba kuna vitu inabidi upunguze kwa ajili yake. Yani umtafute, anakuwa sasa ndio kama mtoto wako sasa umepewa ili umsaidie kutoka kwenye hiyo hali. Kwa hiyo mimi naweza nikasema moja kati ya vitu ambavyo vilinichukua muda, yani kwa sababu nilikuwa natamani akae vizuri, aendelee na masomo, tusije tukampoteza. Kwa muda wote upo, yani kumpigia, kumrudia upo, kwa tafuta marafiki zake. Maana marafiki pia hana, sema mimi simwamini mtu yoyote. Kwa hiyo anajifungia mwenyewe. Kwa hiyo inabidi kumwangalia muda wote. Utoke kwenda kuangalia yupo, amekula, amefanya hivi, hajafanya. Yani kwa hicho kitu nakikumbuka sana. Na namshukuru Mungu sasa hivi yuko vizuri, anaendelea na masomo kabisa. Kwa hicho nakifurahia, lakini kilikuwa ni wakati fulani kigumu sana. Na kwenye uongozi of course kwa nafasi uliokuwa nao ni kubwa. Sio wote watakupenda. Unapokea vipi comment mbaya? Kuna comments ambazo zinakuja. Of course watu wanaanza kuchukia lesi ni mwanamke mwenzako au ni wa kiume. Unazipokea vipi we comment mbaya, iwe ni mtandaoni au utasikia watu wakiongea au popote pale utasikia Joyce Mkuyu lesi anajisikia au Joyce Mkuyu ana 1 2 3. Yani unapokea vipi wewe? Ni kama push factor au zinakufanya nini? Asante kwa swali zuri. Mimi binafsi yani siogopi kukosolewa. Yani kwanza anayenikosoa mimi ni rafiki yangu. Na anapenda yani kwa sababu naamini mtu anayenikosoa mimi ananipa nguvu na ujasiri wa kuendelea mbele. Mtu anayenichukia mimi ndo ananifanya nipambane zaidi. Kwa hiyo siwachukii. Yani mtu hata comment mimi kwangu ni kitu cha kujifunza, na akiangalia hichi kitu kuna kitu labda inatakiwa nirekebishe au kuna kitu kuona najipima na evaluate mwenyewe na kuweza kuendelea mbele. Mimi siwachuki. Yani wote mimi anayenisema ni rafiki yangu, yani nampenda kuliko kawaida. Kwa sababu mimi naamini siku zote kiongozi ambaye ambaye hataki kukosolewa huyo sio kiongozi. Naweza nikakuchukulia mfano Abraham Lincoln, nafikiri wewe umewahi kumsikia. Yeye akiwa rais, yani unakuta kuna watu wale ambao unagombea nao Sasa yeye aliwachukua maadui zake wote wale ambao walikuwa anashinda nao akaweka kwenye uongozi. Yani kwa mfano nimegombea na mtu namweka yeye ndo anakuwa waziri mkuu, yeye ndo anakuwa niambie sasa. Maana yake wale maadui zake anawafanya wanakuwa watendaji zaidi kuliko kumkosoa. Sasa tulikuwa tunagombea wote. Leo nimekupa uongozi, utanikosoa saa ngapi? Zaidi atafanya kazi kwa bidii. Kwa mimi wanaonikosoa, wanaoninenea mabaya, mimi ndo marafiki zangu nawapenda kwa sababu wananifanya nijitengeneze na kuwa bora zaidi. Twende kwenye majukumu yenu sasa. Vitu gani unajivunia kwamba kuna vitu nimevianzisha vikuwepo au kuna vitu nimevifanya kuwa bora zaidi? Unaweza kuvitaja hata vile vitatu ambavyo mmefanikiwa sana na juu ya uongozi wako wewe na Ima William. Asante sana. Tunamshukuru Mungu kwa kweli kwenye uongozi wetu alitupa kibali, alitupa utulivu. Hicho ni kitu pekee. Sasa vitu ambavyo tulifanikiwa kuvifanya, cha kwanza ambacho hakikuwepo yani miaka mingi kuja kufanyika ni Miss na Mr. Ujizi. Yani kitu ambacho hakijawahi kufanyika muda mrefu. Kwa hiyo namshukuru Mheshimiwa Rais William kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ili jukwaa liweza kurudi, na mliwaona mamisi, vijana walijitokeza, kumbe wana vipaji, wana talent nyingi. Kwa hiyo tulifanyia new library. Hapo kwenye Miss and Mr. Ujizi, mliona nini? Mliona kitu gani kinakosekana hapa University of Dar es Salaam kukosa mashindano kama hayo makubwa ya Miss and Mr. Ujizi? Yani kwa kweli kuja kwa ile jukwaa tuliona kwamba tunahitaji kufanya hicho kitu tena na tena. Kwa sababu niseme Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ni chuo ambacho kinaandaa vipawa vingi. Yani kinawaandaa viongozi, kinaandaa wana mitindo, kinaandaa wasanii wa baadaye, kinaandaa viongozi wakubwa ili taifa na dunia. Kwa hiyo kitu ni kizuri na kikubwa kwa sababu hata Miss Tanzania wanatakiwa watoke Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Sio kwamba vio vingine havipo, hapana.
sababu chuo kikuu cha Dar es Salaam ni chuo kikubwa, kwa hiyo kinatakiwa kiwaandae kisiwabane, yani watu waishie tu kusoma peke yake, lakini tuangalie tu na talents zingine zipo, watu wana vipawa wanaweza wakaonesha. Umeona shule watu wameimba, wameigiza, kumbe mamisi wapo, au unashangaa baadaye unakuja kuwakuta ni mamisi Tanzania wanaenda hata mamisi wetu, inawezekana. Na tukio lingine ambalo mlifanikiwa zaidi kulianzisha au niliendeleza nyewe? Kwa namshukuru Mungu kwanza kwa sababu nilipokuwa napeleka ile fomu yangu ya kugombea makamu wa rais, niliandika kwenye manifesto yangu kwamba natamani kuanzisha jukwaa la mabinti linaitwa Binti Jasiri UDSM. Kwa hiyo kitu nilikiandika na tulifanikiwa kuandika proposal, ikapita ofisi ya dini mpaka kwa RC, akawa ameikubali kusema ni idea nzuri, ni kitu kizuri, mnaweza mkafanya. Kwa hiyo ni kitu ambacho binafsi namshukuru Mungu na napenda sana, kwa sababu sasa hivi hata ukipita mtu kwa mfano amjui binti jina, sasa Binti Jasiri ni kitu ambacho kilileta mwamko mpya kwa mabinti. Yaani ilileta hali mpya kwao kuona kwamba wanaweza kufanya vitu, wanaweza wakasimama. Kwa hiyo unaona hata mwaka huu wengi mabinti wamegombea kwenye nafasi mbalimbali za uongozi kwa sababu ya Binti Jasiri. Kwa nimepata feedback nyingi, watu wanatamani vyuo mbalimbali huko nje na wao wanatamani mlifanyaje hicho kitu. Mheshimiwa Waziri aliwezaje kuja, Dr. Gwajima alikujaje? Kwa wanatamani hicho kitu. Kwa unaona kumbe haijatokea tu hapa chuo kikuu cha Dar es Salaam peke yake. Kuna mabinti wengine, so mabinti tu, hata vijana wa kiume na wao pia wameinuka na kuona kwamba kumbe sisi ni majasiri bwana, tunaweza tukagombea uongozi, tunaweza kwenye fani yoyote, kila mtu anaweza kusimama na akafanya vizuri. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa ajili ya hiyo. Jukwaa la Binti Jasiri. Of course ndo kitu ambacho watu watakumbuka zaidi, kwamba alipita Vice President aliitwa Joyce Semkuu and then akaanzisha jukwaa. Wazo lilitokea wapi hasa hadi ukaita Binti Jasiri UDSM? Asante sana kwa swali zuri. Mimi naweza nikasema kwanza nawapenda mabinti. Sasa nilipofika hapa mwaka wa kwanza nilikuwa nakaa mabinti. Kwa hiyo nilikuwa nakutana na mabinti tofauti. Na waona kwa kuwaona, kwa kusikia, wengine nasoma nao. Kwa hiyo nilikuwa nasikia vitu, yani wengine kwa sababu ya mahusiano ashaacha kusoma, ameshakata tamaa kwa sababu anajilipia ada mwenyewe, hatamani kuendelea kusoma. Nilikuwa nasikia wengine wameshaacha masomo. Kwa hiyo sasa ndani yangu kuna kitu kikawa kinazaliwa, kusema hivi kweli hakuna kitu cha kuwasaidia wa mabinti. Wengine unakuta unawashauri lakini sasa wewe sio kiongozi. Yaani kwangu nikasema sasa inabidi nigombee huko kukosi. Yaani ili kuna kitu nikianzisha ambacho kitawasaidia mabinti kuweza kuamka na kujua kwamba pamoja na changamoto ambazo wanazipitia bado wanaweza kusimama. Yaani atakuwa anajilipia ada mwenyewe, ni kweli, kwa sababu la pengine hali ya nyumbani ni ngumu, amepata pengine mkopo ni asilimia ndogo, lakini bado anaweza kuendelea. Yaani asiishie tu hapo kwa sababu ya changamoto wanazozipitia kakata tamaa na kuacha masomo. Kwa hiyo nikatamani kuanzisha kitu ambacho kitawafanya mabinti wasimame. Sasa ni nini? Kwa ndani yangu kusikia kwamba Binti Jasiri, kwamba mimi ni jasiri, naweza kuweka malengo yangu, naweza kupiga hatua, naweza kutimiza malengo, haijalishi kuna changamoto. Kwa hiyo nilitamani kuanzisha hicho kitu kwa ajili ya mabinti, ili tu kuinua na ari ndani yake. Unajua kuna mabinti wanaweza, ila anataka tu mtu amkumbushe, amwambie kwamba unaweza kupiga hatua, unaweza kutimiza. Mama fulani alikuwa anapitia changamoto kama wewe, ameweza. Kwa hiyo kuna yani mabinti wanahitaji tu mtu anamna amkumbushe, amwambie kwamba anaweza, yeye ni jasiri ili afanye. Kwa hiyo nitamani kitu cha namna. Na je, kwa mabinti ambao hawajui hilo wazo linawasaidia nini hasa? Kuambia hata majukumu mawili matatu ya Binti Jasiri. Asante sana. Kwa ambao hawafahamu tu, Binti Jasiri sio jukwaa peke yake, lakini ni nuru, ni mwanga wa njia za mabinti. Ni kitu ambacho kinaenda kukuchochea wewe kujua sasa una nini. Ni wengi wapo, hajui hata yeye ni nani, hajui anatakiwa kuwa nani. Mwingine hajui kwamba yeye ni kiongozi. Mwingine hajui kwamba yeye ni Dr. Dorothy Gwajima ajaye. Hajui kama yeye ndo yaani pengine ni hawa wasanii, wengine wanatamani kuwa wasanii. Ndio hawa wasanii ndio Miss wa baadaye, lakini hajui. Kwa hili jukwaa nia yake ni tuambie sisi ndoto zetu ni zipi. Ni kukuambia wewe malengo yako ni yapi. Ni kukukumbusha wewe kwamba unatakiwa usimame hapo ulipo na kufanya bidii ili ufikie hayo malengo. Kwa hiyo ni moja kati ya kazi za hilo jukwaa. Since limeanza hiyo Binti Jasiri, umefanikiwa kuwasaidia mabinti wangapi ambao unao kwenye list kwamba hawa wamepita kwenye Binti Jasiri, the foundation of Binti Jasiri, mimi si msingi wao mfikia pale? Ni wangapi au mafanikio ya Binti Jasiri tangia limeanza kwenye uongozi wako? Na mshukuru Mungu, kwanza kwenye event yetu tulikuwa tumeplani waje mabinti 1000 plus na walikuwepo, na ukiangalia ile siku kuna mabinti walipewa tuzo walikuwa mabinti kama 15 hivi.
walikuwa wamepewa tuzo za aina tofauti, lakini kulikuwa na kategori tofauti tofauti. Kuna mabinti kama 32. Kwa nina ushuhuda tofauti tofauti. Kwa sina exact number ya watu kwamba mabinti kadhaa, lakini ni mabinti wengi wanaonitafuta. Tumeipenda, tunatamani kuwa viongozi, na wengine wameshakuwa viongozi sasa hivi kwenye serikali hii hapa mpya. Wengine wanaendelea kupractice kama ni urembo wanafanya, wengine wanafanya biashara. Kama unaona siku ile tuliweka pale nje, kulikuwa na workshop, walikuwa wanauza bidhaa zao mpaka mheshimiwa waziri alinunua zingine. Kwao ni wengi ambao wana practice. Kwa namba, kwa sababu wengine walikuja siku ya event, wengine hawakuja. Ila yani kadri ambapo tulikuwa tunaenda, kwa sababu tulikuwa tunatembelea mashuleni, wakiona ile jukwaa mambo ambapo yanaendelea nao, kumbe na mimi naweza nikafanya hicho kitu. Kwa hapo hata mavazi wa nani nyingine vio vingine